wasile kadiri ya imani walioipokea. Sasa wameitwa na mfalme, wanachurutishwa wale nyama hii ya kitimoto ambayo mimi hata nisingeongea madhamini ningeitafuna chapa. Kwa kabila lao. Mmoja aliyejifanya ni mnenaji akasema, wataka kuuliza nini na kujua nini juu yetu? Sisi tuko tayari kufa kuliko kuvunja amri za wazee wetu. Tuko tayari tufe kuliko tuvunje amri tulizopokea kwa baba zetu, amri walizozipokea kwa Bwana Mungu wetu, kuliko tuzivunje heri tufe. Na kwa kweli walimuua, lakini alisimama imara katika kulinda imani aliyoipokea, akijua kwamba ni heri nife kuliko niivunje. Wa pili, alipokuwa anakaribia kufa, alimuuliza mfalme, wewe mdhalimu, angalia maneno anayoyatumia, wewe mdhalimu, utatufarikisha, utatuua kutoka kwenye maisha haya ya sasa, lakini Mungu wa ulimwengu atatufufua sisi tuliokufa kwa ajili ya amri zake hata tupate uzima wa milele. Na baada yake alidhihakiwa yule wakati, naye alipoagizwa ale nyama ya kitimoto, alitoa ulimi wake, akanyosha mikono yake bila hofu, akasema kwa ushujaa na ujasiri, kutoka mbinguni hukuwa ni mavi. Zangu, ukiendelea kusoma somo hili, leo nimewekwa kipande, ukiendelea kusoma somo hili utaona watoto wote wameuawa mbele ya mama yao, akiwa anaangalia hivi, na mama mwenyewe amesema kwa ujasiri akiwatia watoto moyo kwamba, wanangu, jinsi mlivyoingia katika tumbo langu mimi sijui, jinsi mlivyoumbwa ndani ya tumbo langu mimi sijui, jinsi sehemu za miili yenu zilivyounganishwa ndani yangu mimi sijui. Kuna mama yote anayejua hapa aliumbwaje ndani ya tumbo lake? Hayupo. Hata madaktari bingwa hawawezi kutueleza. Wanaweza tu kutuambia mpaka wiki ngapi kimeumbwa nini, mpaka wiki ngapi, mpaka muda gani kimeumbwa. Hicho wanaweza kusema. Kimeumbwaje hakuna anayeweza kujua. Hiyo ni siri ya Mungu. Huyu mama akawaambia watoto wake kuwatia moyo, sijui mlivyoingia katika tumbo langu na sijui mlivyoumbwa ndani ya tumbo langu. Simameni imara kuitetea imani yenu. Stay focused. Usipoteze lengo. Niseme kwa kifupi, sikupanga kusema kirefu hivi. Niseme kwa kifupi. Acha niwe ni furaha kufa unakuja. Ndugu zangu, maisha hayaishii kwenye kufa. Lengo la mwisho la maisha yetu ni nini? Sio tu kula na kunywa, sio tu kufanya kazi na kupata pesa, hapana. Lengo la maisha yetu ni kufika katika maisha yale yanayokuja. Sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mwisho wa mwaka wa kanisa, na hata liturujia neno inatuelekeza kutafakari mambo hayo ya mwisho. Tunalo tumaini letu kwa Kristo. Tumewekeza kiasi gani katika imani yetu? Tunaitetea imani yetu kiasi gani? Tumeikanyaga imani yetu kiasi gani? Tumeipuuza kiasi gani? Kwa somo la kwanza, tunaweza tukadanganywa na vitu vidogo vidogo tena vya ajabu kabisa kama kitimoto, tukasaliti imani yetu. Nikapata chakula kizuri, kitimoto kizuri. Niliwahi kuambia pale seminarini kwetu Morogoro, yuko mpishi anaitwa Shabani. Ni Muislamu mzuri, lakini anapika ndani ya kanisa tena seminarini. Mpishi mbonge, ni bonge. Anapika kitimoto. Ukila kitimoto chake utakufa kwa ule utamu. Mimi nakwambia, utajikuta unang'ata ulimi huku na huku unang'ata ulimi wako. Mimi sijaona sehemu nzuri nauza kitimoto na sehemu kula kitimoto kizuri kama cha Shabani Morogoro.
Mimi nimedanganywa na chakula, nimedanganywa na mwanamke, nimedanganywa na fedha, nimedanganywa na cheo, nimedanganywa na ajira, nimedanganywa na nini ambacho wazazi wangu, msimamizi wangu wa ubatizo aliyeshika mshumaa na kula kiapo mbele ya altare kwa ajili yangu, nimeitunza imani hiyo kiasi gani? Ndugu zangu, Mungu aliyetupa maisha kwa kutuumba kutoka kwenye kutokuwepo tukawepo. Tukija kufa, na kufa ni lazima, tukija kufa haturudi tena kwenye kutokuwepo, ila tunapaswa tukaenda kwenye maisha yale yanayokuja. Kuna maisha baada ya maisha haya, au mbinguni au jehanamu. Inategemea sana sasa jinsi ambavyo tumewekeza katika maisha ya sasa hivi kwa